fulani na pepo. Pepo hizi ziko ziko pepo chafu, ziko pepo nzuri. Zetu zilikuwa nzuri tulipokuwa tunazielewa, lakini tusipozielewa tunasema ni mbaya. Na hata tumezipandika majina makubwa makubwa kama urogi, uchawi na vitu kama hizo. Lakini unapofuatilia katika mila na tamaduni utapata kwamba mambo mengi yalikuwa yanaongoza jamii kwa mwelekeo unaofaa kibinadamu. Na jina langu mimi nikifanya utafiti ule biblically, it means God's peace. That is what I can say. Who's God? God's peace. The Yes, God that... who's God? Because kila utamaduni una God. Ukicha kwa watu wa Abagusi tuna Engoro. Ukiingia kwa watu wa Ujaluoni wana Nyasaye. Ukiingia na wengine wana maadili yao ambayo yanaenda na miungu yao. Unaona? Na miungu inatokana na mazingira yetu. Miiko inatokana na mazingira yetu. Chochote tunachokifanya kinatokana na mazingira. Kuna jua, kuna maji, kuna miti, kuna wengine, kuna wenzetu, kuna pepo na kadhalika. Haya yote yana uhusiano kwa binadamu. Asante sana. Nadhani pale umeyajibu mengi tu kwa pamoja, lakini ningependa tuanze kuyapekua moja baada ya lingine. Sawa. Nadhani na swali lile ambalo baadhi ya watazamaji na mashabiki walikuwa wanauliza, mbona yeye hana jina la kizungu? Hapo wamechipu sawa na vile ambavyo mbona hana jina hilo. Yeye ni msaliwa wa eneo la Gusii na jina lake lile ambalo ako nalo linamtambulisha kama mmoja wa jamii hii. Na unavyomuita basi utakuwa unajua ametoka wapi na jina hili ni la eneo lipi, lile la eneo hili la Gusii. Na tukianza Bwana Obinno Nyambane, kuna swali watu wengi hawajaelewa, aswa kisasi cha sasa, Gen Z nitumie jina hilo. Mila na desturi ni nini kwa mtazamo wa jadi? Unajua ni vile watu walivyokuwa naishi na mipangilio ya kijamii katika maisha. Kwa hivyo tunapoongea juu ya mila na desturi, kwa kimombo tunasema culture and traditions. Yes. Zina uhusiano na vile mtu anavyokuwa, anavyozaliwa, anavyomea, anaoa, anazaa watu, anakufa, anazikwa. Kulikuwa na mpangilio ya kuwezesha mtu kujielewa katika hali ya utamaduni na vigezo vya Kiafrika vyetu sisi. Wakisasa kama wachenzi umesema wana tofautiana na utamaduni, lakini hawatauweka kando. Ni kweli. Kwa sababu wamezaliwa na sisi. Kitu wataweka kando ni kwa sababu wameenda shule za kisasa na fikra zao ni za kisasa, mazingira yao yamebadilika. Lakini haya hayabadilishi. Hayabadilishi mambo ya utamaduni na mila. Kuna zile pengine zinabadilika ndio kwa sababu tumegeuzwa na fikra zimebadilika. Lakini vigezo vile ambavyo vinahitajika katika jamii bado viko. Yaani mpende, msipende. Hata kama we ni Mkristo na mimi ni Mkristo ndio, kwa sababu ya kuzaliwa na kulelewa. Lakini ndani ya roho yangu mimi ni Omugusii. Na chochote ninachokifikiria ninafikiria katika hali ya Ekegusii kwanza kabla sijaanza kufikiria katika Kiswahili ama Kiingereza. Kuna mambo ambayo hata siwezi kuyatamka kwa Kiswahili ama Kiingereza, lakini yani ninajua kujieleza vizuri katika lugha ya mama yangu. Ekegusii. Na hapo utajieleza vizuri. Na bila shaka ushaeleza hilo. Na sasa tukiangazia vijana hawa wa Gen Z. Wengi husema kwamba ni wazaliwa ama ukijaribu kufanya ni watu wamelelewa maisha rahisi sana. Ni kweli. Hawana tamaduni, hawana mila. Wazazi wao sisi hatujawaelekeza kimila. Tumewachukua shuleni. They have adopted their environmental aspects. Hata hawajui mila ni nini, tuanzie hapo. Wengi wanaanza kutambua juu ya mila wanapoanza kuingia maisha muhimu sasa. Kwa mfano,
ndoa. Ikianza mtu akianza sasa kufikiria anataka kuoa, ndiye anakumbuka kwamba kuoa sio kitu cha mtu binafsi. Katika tamaduni na desturi za Mwafrika, ndoa ni ya kila mtu. Kwa hivyo lazima uhusishe wahusika wote, na jamii ni wahusika. Huwezi kuacha nje. Ukiacha nje, basi wewe sio binadamu, kwa sababu utu wa mtu ni watu. Usipokuwa na watu, wewe sio mtu. Sijui kama tunaelewa hapo. So tunapoelewana hivyo, unaona chensi wako wapi? Unaweza sema sijali, lakini unamuona kanisani. Sijali, ndio huyo na pombe, sijali, lakini mwishoe akitaka sasa maisha serious, anataka kuwa kwake na nguzo ambazo zinamfanya achisikie kama binadamu. Lazima aoe. Na akitaka kuoa vizuri, lazima aenda aidha kanisani ama wapi. Akienda kanisani, kuna part ya desturi ambazo lazima afuate za Kiafrika na Abagusi kwa mfano, alafu ndiye afuate za Kikristo. Iwe ni kanisa la Kikatoliki, iwe ni SDA, iwe ni Pentecost, iwe ni Sita. Elewa kwamba kama ni ndoa kwa mfano, kanisa itafanya yake, mpangilio yake, the spiritual aspect. Naona the guiding aspect. Lakini lazima utoe nini? Mahari is a cultural perspective. Mahari ni nguzo ambayo huwezi kuitoa. Hata kama ni kanisa, lazima kanisa unaulizwa kwanza kama umetoa mahari ndio uje kanisani. Why? It is a very serious breach. It is a very serious breach, and it is African concept and perception. Bila hiyo sasa, hiyo sio ndoa. Haitaendelea. Hata muishikanishe kwa kanisa na kwetu kwa mfano katika Abagusi. Na hujatoa mahari, hiyo sio ndoa. Kwa sababu mtu mwingine atakuja atachukua huyo mwanamke, lakini unaposhikanishwa na mahari, basi hiyo imeshikana. Na unajua in our community we didn't have divorce. Ni kitu ambacho kimekuja siku hizi, ama kimekuja wakati mzungu ameleta. Ni akili mpya ambayo imeletwa Afrika. Ya watu wapi hawa wekundu hapa. Na sasa unaona, kwa uelewa wako wewe, ukitazama kwa mtazamo wako, vijana hao umekutana na wao hapa nyumbani katika tauni yetu, wanaelewa na kudhamini mila za jamii zao? In a moment, yani kuna vile hawataki kujihusisha. Lakini wanapoendelea kuwa, ukianza kufuatilia sasa hizi WhatsApp groups zenu hizi za vijana, utagundua kwamba wanauliza maswali mengi sana juu ya utamaduni, mila na desturi za watu wetu. Hiyo inakuonyesha nini? Hata social media, hata hizi groups zimeanza kuingilia kufanya utafiti katika mila na utamaduni. Haswa zile mila ambazo ni nzuri za kufuatiliwa na vijana. Na hizo ni nyingi kuliko zile mbaya. Na usisahau kwamba tuliongozwa na akili ya mtu mwingine ambaye sio sisi kuwa vile tulivyo. Kwa hivyo wakianza kugundua hivi, unaona the movements of Africanization as we are talking with you ni mingi sana. Ni kweli. Tunataka kujua tulitoka wapi, vipi, na tunaelekea wapi. Kwa sababu maisha ya Mwafrika hayakuwa complicated. Una chakula, una watoto, una ng'ombe ama una mali kidogo, una wake zako. Hiyo ndio raha ya mtu. Hii mambo mengine yote, nyumba, nini, magari, hii ni mambo imeletwa na nani? Na hawa wengine. Naam. Tunapoendelea, mpenzi mtazamaji, utakuwa unazungumza nazi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook tupo live, na bila shaka upande ule wa YouTube nako tupo live. Ikiwa kwamba unalo swali la kuuliza kuhusiana na mila, desturi na jinsi ambavyo vijana wa Gen Z wanaishi sasa hivi, na bila shaka hawajafahamu ama wengi hawafahamu zaidi kuhusiana na mila za jamii ambazo wanatoka, utakuwa unazungumza nasi ama unatuma swali lako moja kwa moja, na tutakuwa tunalisoma hapa, na mzee wetu ambaye ni mwalimu Obinno Nyambane atatusaidia kufafanua zaidi ili tupate kuelewa. Na bila shaka utatuma ujumbe mfupi kwa nambari 21575. Tunapoendelea mbele, bwana Obinno Nyambane,
tukiangazia kuna mambo mengi ya kitamaduni ambayo yanaonekana yamepotea zaidi miongoni mwa Gen Z. Kabisa. Ukiangalia ni yapi yale ambayo unaona kwamba hapa kidogo tumepoteza? Na kama tumepoteza, ni kipi kile kifanywe ama ni nini kile kitafanywa kirudi? Uhusiano wa kiutu. Aha. Uhusiano wa kiutu haswa ambao unazingatia na vigezo vyake na mizizi iko katika ndoa na watoto. Tunavyolea watu wa kisasa sivyo vile ambavyo mtu anakuwa. Kwa mfano, mambo na elimu za jamii juu ya ndoa, hiyo ni moja muhimu sana. Juu ya matambiko mbalimbali katika desturi zetu, juu ya vile unavyoishi, kwa mfano vijana wa kiume wanavyoishi na vijana wa kike. Unaona, ili ndio wawe bwana na bibi. Mafunzo haya yalikuwa ni ya umuhimu sana katika tamaduni zetu. Hayapo. Na hapo unajua tumekosa mwelekeo. Na hapo ndio unaona sasa mambo yameanza kuharibika. Kujiunga kijinsia ilikuwa ni kitu muhimu sana kwa mke na mume. Ndio madhara yasiingilie jamii. Na unajua ninaposema jamii hivyo ninamaanisha bibi na bwana. Kwa sababu hao wakiingiliwa vile yameingia saa hii, utapata kwamba hakuna uhusiano mwema katika uhusiano wa watu. Na bila familia ya mtu mmoja na mke au wake zake, basi hatuna jamii. Kwa hivyo ukiangalia hiyo akili haipo tena. Vijana wa siku hizi hata wengi hawajali juu ya ndoa. Hawaelewi ndoa ni nini. Sasa kazi yao and you know, wacha niweke kwa kimombo, for example, sex, hii vitu mnaita mapenzi, sijui ni mapenzi wiki, mapenzi haikuwa katika tamaduni zetu za Mwafrika. The purpose of sex was for procreation and not recreation. Sasa imekuja ni recreation and not even procreation. Si unaona sasa hapo tofauti ni kubwa sana. Hapo mambo yamebadilika. Mambo yamebadilika kweli. Na ikiendelea hivyo hatuna jamii, hatutakuwa na jamii bora hivi karibuni. Kwa nini? Hatuna mume na mke. Umeanza kuona tabia mbaya ya mtoto msichana anapendana na msichana mwingine. Hiyo tabia imetoka wapi? Hiyo tabia inakuja vile kanisa ilifanya nini? Ilikuja. Hiyo tabia inakuja vile elimu ilikuja. Na katika mila na desturi za Mwafrika kabisa, vitu kama hivyo ni tambiko mbaya sana. If you are found like in our community to do that, you are excommunicated. Ulikuwa unafukuzwa. Usilete madhambi. Totoletera chitanguche to the homestead. Kwa sababu ukileta hizo zinaanza kuua watu. Yes. Na mtu kama huo maybe akiomba msamaha kwa jamii, ni nini ilikuwa inafanya? Ataombaje msamaha na ameharibu mila? Kuna atatafuta wazee na hiyo ni ngumu. Alafu elewa hivi. Kuna vile utamaduni unajikinga na unajilinda. Wewe unaweza sema Geoffrey amepitwa na wakati. Hiyo mambo mnasema amepitwa na wakati. Ama sangi aitirune chingaki. Bibiri hili imepitwa na wakati. But ikikushika, unless uende utafute mbinu za kujikinga kikisi, maombi hayawezi kukusaidia. Conventional medicine haiwezi kukusaidia. Kitu kitakusaidia ni amarongo. Na amarongo inatoka wapi? Inatengenezwa kimila using the cultural traditional spirits. So vitu kama hizo jenzi wataelewa wapi? Lakini itawaua because utamaduni hautabadilika. Wao ndio wanabadilika. Unajua anafanya kosa na there is an instinct inakwambia hiki kitu unafanya ni kosa katika jamii yako. Lakini unaendelea ukipitisha brush kwamba hiyo ni mambo yamepitwa na wakati. The effects come later. Zikianza kukugonga ndio sasa unaanza kuona
kumbe ilikuwa ni tendo hili ambalo lilisababisha vifo hivi. Na kuna watu wengi wamekufa kwa sababu ya itikadi na utamaduni ambao hawajazoea kuutumia vile inavyohitajika. Unatusi baba yako katika mila ya Mkisii. Baba yako hata awe nini, uruhusiwi kumrudishia maneno. Muombe, msikizane. Sasa vijana wa siku hizi wanakunywa pombe, anaanza kutusi baba yao. Akitoa neno moja hivi, hilo neno linafanya nini? Linashika. Wewe ni tusi, hata utapata watoto. Au umeona hivyo? Basi utakaa hivyo. And that is all. Unless huyu mzee aongeleshwe na wazee wengine. Huyu kijana aombe msamaha, amotorobe kwa kimila. Hiyo mambo inashika. Hiyo ni tamaduni. Ukisema respect imepitwa na wakati, chinsoni ne megiro. Hapo sasa sitajua unaelekea wapi. Kwa sababu si maombi itakuletea hii. Sio maombi, sio dawa za wazungu. Haya ni mambo ya kienyeji. Na hayawezi pitwa na wakati. Wewe ndio utapita na huo wakati. Hiyo ni mambo ningependa vijana wajue. Kwa hivyo tafuta baba yako, muulize mbinu ambazo ni za kuishi maisha. Unaona chensi wengi hawachatairi vile inavyohitajika. Wapewe mafunzo na mafundisho ya kuwa na utu na ubinadamu wa watu. Na hilo ni kosa kubwa sana katika generation hii yetu. Ndio. Ni kama tumepotea. Tusipotafuta njia ya kulenga hawa vijana na tuwafaidi kwa kuwafunza mafunzo ya jamii ni nini, kimila na itikadi na desturi za Mwafrika, tunapoteza generation kabisa. Ni vizuri vile ambavyo umetaja. Na awali kulikuwa na vile ambavyo vijana hawa wanaandaliwa wanapoenda kutahiri na vile ambavyo watakuwa wanaenda chandoni na kufunzwa. Lakini siku hizi unapata msichana anaishi Nairobi, amezaa watoto pale, na watoto wake akitaka kuwapeleka kwenda kutahiri, atatoka na wao, aingie kwa hospitali, aambie nesi ama daktari afanye hiyo kazi. Akimaliza, mtoto akae wodi wiki 2, atamtoa huko, atarudi nyumbani. Unaona uhusiano wowote wa kitendo hicho na maisha? Ukitazama vizuri kidogo kuna kitu hapo ambacho kuna uhusiano. Kwa nini anamchukua tahiri basi? Na anaifanya tu kama kitu cha kawaida. Unajua katika uhusiano wa Mwafrika, hapo ndio jamii inakuja pamoja. To give you blessings. Sasa akienda Nairobi akifanya hivyo, hawa sio watu katika mila. Sasa hawa wamepotea na hawatarekebisha. Kwa sababu hata kuoa huyo mtu kama huyo ataolewa na mtu yeyote. Na mtu yeyote katika mila na tamaduni sio mtu. So hapo hakuna utu. Utanielewa? Na kuelewa vizuri. Kuna vitu hapo sasa mumeharibu vingi. Kwanza yeye mwenyewe katika tamaduni zetu haruhusiwi kutembea na kijana wa kiume akimchukua chandoni. Hapana. Hakumuhema. Hilo sijui kwa Kiingereza ama Kiswahili ni nini. Lakini kuna vile hiyo tabia yake inamuingia huyu kijana wa kiume. Na katika mafunzo, the mentorship. Sasa huyu kijana anakuwa kama mama yake. Kwa hivyo amefaa trouser ndio, lakini ubongo na kujipendekeza na kutembea kufanya mambo ni kama mama yake. Sasa huyo ni nani tena? Na hiyo inamaanisha uume katika jamii unaisha. Sasa tuna wanawake wengine wamevaa nguo kama sisi kama wanaume, lakini ni wanawake kwa sababu wamelindwa na kutengenezwa na akina mama peke yao bila uhusiano na wanaume. Kuzaa tu, walizaa wakaanza kukaa na watoto. Na chenzi wengi wako katika kitengo hicho. That is a very dangerous position in the community. We don't have future men. We don't have future girls. Because unajua kuna balance ya nature. Mungu hakuwa mjinga alipoumba mume na mke. Na kazi zao tofauti. Sasa sisi tumejifanya
tunaweza kugeuza hayo. Sio rahisi vile mnavyofikiria. Hapana. Na ukiangalia unaweza pata kuna jamii maybe wazazi wao waliao wakiwa wadogo na hawajapata mtu ambaye amekomaa zaidi ataka kuwaeleza. Utamaduni wetu haungekosa mtu wa kukuelekeza. Mipangilio ilikuwa imewekwa kwa njia zinazofaa. Kwa hivyo ungekosa mtu wa kukuelekeza. Your aunties, your other brothers to your mother, sisters to your father. Hao watu wote walikuwa wamo katika maisha yako. Tukikuwa identify hivi, ukiniangalia tu mimi hivi, unajua kutoka upande wa babangu kuna watu, na upande wa mama yangu kuna watu, na mbele yangu na nyuma yangu kuna wangu pia. Unaona, kwa hivyo siko peke yangu. Hata kama nimeketi hapa hivi, nimeketi hapa na wengine ambao ndio wanafanya mimi kuongea vile ninavyoongea. Sio kama unanielewa. Nakuelewa. Kwa hivyo huwezi kuchitambua na kuchitoa katika utamaduni. Ukijitoa you hang nowhere. Kwa hivyo wewe uko nini? Wewe ni nani? Na unaishi wapi? Na unaishi wapi na unafanya nini? Lazima uwe na pahali pa kukimbilia. Kama mtu. Na hiyo inatokana na uhusiano wako wa kijamii na watu wengine. Na hiyo inapatikana katika nguzo za desturi na jamii. Itikadi na mila. Basi tunapoendelea kusonga mbele, naona pale zimekatika dakika 37 baada ya saa 1 jioni, na kuna mengi ambayo tunaendelea kuyafuatilia hapa na pale, na wale wote ambao nimeona wameanza kutuma jumbe pale, ni asante sana kwa kutuma. Nitakuwa nikizisoma baadaye tunapoendelea kusonga mbele. Na kuna jambo hili ambalo tumelizungumza awali na tukataja kwamba kuna baadhi ya mila ambazo tumeanza kukopi kutoka nje, haswa ujio wa wazungu hapa Afrika. Walileta tamaduni zao tukaanza kutumia. Tukiangazia, wengi utaja kwamba ni teknolojia imeleta hayo, na tukiangazia hii teknolojia na mitandao ya kijamii imechangia vipi hali hiyo? Naweza kubaliana nawe kwamba teknolojia inachangia. Lakini unajua teknolojia ni watu. Na vile wanavyoitumia ni watu wanaotumia. Kwa hivyo hakuna kitu hapa ati itaharibu mila ama nini. Inategemea what are we feeding to these social platforms that is technically cultural. Ukienda China kwa mfano, huwezi pata kazi ya wazungu kutoka Amerika ama Britain katika mitandao yao. Kwa nini? Wanachunga utamaduni wao. Sasa sisi hatuna njia ya kuchunga what our kids and our Gen Z and other people watch or what they throw to the platforms. So that forms the base and the foundation of distorting all that we have and disorienting as many cultures as possible. Kwa hivyo hatuna mwelekeo, lakini zikitumika vizuri, mitandao haina ubaya. Ni wale ambao wanaitumia kwa ubaya. Haina teknolojia, haina ubaya. But how do you use it? Hapo ndio. And that, unajua hiyo inaingilia uongozi, legislation, policy making. Nani anapitisha sheria? Anaipitisha aje? Ni nini tunaona? Ni nini hatutakiwi kuona? Ndio sababu tuna vitengo ambavyo vinahusika na mambo kama hayo. Umenielewa? Kwa hivyo huwezi kulaumu teknolojia juu ya social upheavals and whatever that is happening. Laumu watu, sisi kama jamii. Nikiona mzungu akifanya hivi na ninapenda na naanza kufanya, sasa ni teknolojia? Hapana, ni mimi. Kwa hivyo hapo tuchunge. Na hiyo pia inaingilia sana katika uongozi. Na kwa sasa, kabla tujaenda mapumziko mafupi, kuna swala hapa ningependa tulizungumzie, kwa sababu ndilo tukitazama, ukipita mitaa ya maeneo haya ya Gusii, kuna mengi ambayo utapatana nayo. Hasa wakati wa jioni, wanafunzi wa vyuo vikuu, vyuo vya kadri wakitembea kwenda kutafuta mboga. Swala la mavazi, jinsi ambavyo mtu anafaa kuvalia, dressing. Unajua,
katika utamaduni wetu dress haikuwa issue. Kitu ilikuwa na issue ni discipline. Unanielewa? Vile unavyofanya mambo yako. Hata hatukuwa na nguo mingi. Wanaume kwanza walikuwa nafaa hege sana. Unafunga hapa mbele na matako. Kwingine kwote kulikuwa nje. So lakini ungesikia ati ameshika mtoto wa kike anyhowly. Kwa nini? Emegiro. Yani utamaduni, itikadi ambazo zilikuwa zimewekwa na uhusiano wa fulani na fulani. Kulikuwa na heshima kubwa sana kwa utendaji wowote katika kila maisha ya kila siku. Kwa hivyo hata ungetembea bila nguo, hakuna mtu angekuuliza, kwa sababu kuna wakati, kwa mfano makosa imefanyika, ulikuwa unaruhusiwa kwenda kwa miti, unaendewa omotembe, unaenda huko uji bila nguo. Na hiyo haikuwa kitu kisicho cha kawaida. Kwa hivyo mavazi ya siku hizi na mienendo inaenda na tabia. Sasa tabia ndizo mbaya, sio mavazi. Na wengi utaja kwamba tunapoendelea kusonga mbele, kabla tuchukue mapumziko mafupi, swali hili limekuja tu. Kuna jinsi ambavyo mtoto wa kike siku hizi anavalia nguo ambayo haifurahishi, hata ukipita unashindwa na huyu ni mtoto wa nani. Wewe haikufurahishi, unafikiria nini? Unafikiria nini? Unajua ni mafunzo. Jamii imetufunza nini? Are we disciplined socially? Kitu muhimu hapa ni nguzo za tabia na mafunzo katika jamii. So tukianza kuona mifumo ya maisha kama haya umeyazungumzia, haya yanakuja hivyo kwa sababu hatuchafunza haya mambo vizuri, ili huyu mtoto wa kike aelewe anahitaji kufaa aje. Si hivyo tu, tumeondoa yale mafunzo ambayo yalikuwa yanamletea mtoto wa kike heshima. Tukasema hayo mafunzo yamepitwa na wakati. Hiyo mambo ya kusema yamepitwa na wakati, madhara yake ndio haya sasa mnayaona. Alafu unaanza kufikiria vile unavyofikiria. Na hiyo inaharibu jamii. Sijui kama unanielewa. Nakuelewa na nakupata vizuri jinsi ambavyo umeeleza hapo. Ni swala ambalo tumejitakia sisi wenyewe. Yes. Mpenzi mtazamaji, tunapoendelea, mazungumzo yanaendelea kuwa matamu zaidi na yanatuhusisha sisi wote kwa pamoja ili tuweze kuelewa tamaduni zetu. Wewe uwe Mkalenjin, uwe Mkamba, uwe Masai, uwe Mjaluo, kuna tamaduni na itikadi ambazo zinakuweka za watu wenu jinsi ambavyo wanaishi. Basi tunapoendelea, hebu tupate mapumziko mafupi. Nitakuwa nikirejea tutakuwa tunaingia sehemu ya pili na ya mwisho, kwa kwamba kuna maswali yale ambayo mnaendelea kuyatuma, nitakuwa nikiyauliza hapa moja kwa moja. Na swali lile ambalo tumeuliza, je, unaona jinsi ambavyo vijana wa sasa wanavyoishi na maisha haya, wanafuata desturi na mila za jamii zao? Tukitaja kama ni jamii ya Mogusi, jamii ya Mkalenjin, jamii ya Mkikuyu. Je, unaona vijana hawa wanafuata nyenzo hizo na mila na desturi jinsi ambavyo wanaishi maisha yao kwa sasa? Hebu tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tutaendelea na mazungumzo haya, na mgeni wangu ni Mzee Obino Nyambane ambaye ni Head of State Commendation masuala ya utamaduni eneo hili la mashariki ama magharibi mwa Kenya. Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake pads kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606.
Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Inside each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Kamal Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Kamal Park Training College. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid, so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding. Ni makundi haswa. Na zile pesa kupika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Steer your future in the right direction. Safe driving starts here.
Camel Park Driving School, now ready to quench your driving thirst. We offer NTSA certified driving lessons for upgrading, beginners, and refreshers. Our team of qualified instructors deliver content for the following classes: A1, A2, B1, B2, C, C1 and C2, D1 and the rest. We train learners with modern vehicles which fit the evolving digital world. Why choose Camel Park Driving School? We are situated within a serene environment which offers a humble space of study. Our classes are fitted with advanced materials which supports learning. Other benefits are flexible class schedule, pocket-friendly fees, proper theory and practical guide, annual operation and additional computer packages training. Spend less, learn more, drive forever. Apply now. For more information, call us on or SMS us on 0755 386 594 or 0753 915 354, or you can email us on camelcollege@gmail.com, or also you can visit our offices at Kiogoro, which is 5 kilometers from Kisii town along Kisii-Kilgoris Road. Camel Park Driving School, shaping dreams on the wheels. Alright, karibu tena mpenzi mtazamaji, tunapoendelea mbele katika kipindi hiki kikao cha ndizi. Hapa ndipo tunazungumzia masuala yale ambayo yanatuhusu sisi kama jamii, yawe ni ya kisiasa, yawe ni magonjwa, yawe ni masuala ya kijamii. Jinsi ambavyo sasa hivi lile ambalo tunalizungumza, tunaangazia swala la kijamii ambalo ni jinsi ambavyo vijana wa siku hizi, mila, desturi na vijana wa sasa, haswa vijana wa Gen Z. Na awali tumezungumza mengi tu na mzee wetu hapa bwana Obino Nyambane ametusaidia kuelewa zaidi. Na sijui kama mpenzi mtazamaji jinsi ambavyo inaendelea kufuatilia, kuna kila ambacho unaona kweli hapa kuna mahali ambapo tumepotoka, nisitumie jina hilo ama jina hilo hapo. Tumesonga kando, tukaacha mila zetu na desturi, tukaanza kufuata za wengine, na wengine nao wako na zao. Lakini kuna swali hapa, tukianza tena mazungumzo haya na wale watu ambao wanafuatilia katika mitandao yetu ya kijamii pale YouTube na Facebook, tupo live na SMS namba yetu ni 21575. Na kuna swali hapa ambalo limetumwa. Na huyu anauliza swala hili linahusiana na mambo ya kuhamia. Na nimefuatilia vizuri sana kwamba mzee Nyambane amezungumza sana kuhusiana na jinsi ambavyo tunafaa kuweka maadili na kulinda mila zetu. Nimehama ama nimetoka Kenya, nikatoka Afrika, nikatoka Kisii, nikatoka Ujaluoni, nimehamia nchi geni, tuseme Marekani ama Ulaya, naishi pale. Na nikishaishi hapa Ulaya, nimepata cheti cha kuniruhusu niishi pale milele. Familia yangu nimeoa, ni mke wangu either nimeoa huko ama nimeoa hapa Kenya, tukaenda naye pale. Lakini sasa imefika wakati nimeaga dunia, nafaa kufanya nini? Lazima nije nyumbani. Namba 2, hizi mila zote za kufunza watoto kwenda chandoni wamekuwa wakubwa, na naona it's very expensive kumtoa huko kumleta hapa aje kutahiriwa tena arudi apewe yale mafunzo. Na kumbuka hapo ngambo kuna watu wengi hawafuatilii tamaduni na mila zao, ni wachache tu utapata. Tutume tu mfano jamii ya Omugusi. Si rahisi upate Mkisi ambaye anaishi Marekani watoto wake wanajua lugha ya nyumbani ukilinganisha na jamii zingine. Nadhani kwamba unaweza jibu hilo sasa kwa namna hiyo, tuangazie swala hilo kwa undani zaidi. Ningependa unisikize kwa makini sana. Umetaja kwamba umehama. Ulihama peke yako. Uchahama na pepo za watu wenu. Kwa hivyo pepo yako utaipea cheti iishi huko. Ilibaki mahali ulikotoka. Imebaki, itarudi. Hata ukienda nayo ukifa, hiyo pepo itasumbua mpaka irudishwe wapi? You may not know this. Look at the black Americans. I hope anatutazama naelewa. They are looking for their way back to their roots. Why?
wanasumbuka. Na akifika kama Nairobi ama West Africa, especially the Caribbean, Wakamba hao, when they reach Ukambani hapa, they feel at home. What is that? Kuna kitu ndani yako uwezi pea cheti cha uhamisho. Unanielewa? Kuna pepo ndani yako uwezi pea vyeti hivyo vyote mnasema. Na kuna tambiko ambazo uwezi kuwa nazo huko. Kwa hivyo unaweza ama physically, but when we talk about your social network, social fabric, uwezi ama na hawa watu wote. And there is where your spirit belongs, where it is comfortable among it is people, and that is Africa. Kwa hivyo uwezi kujiita mzungu kwa sababu hata ukiwa huko, hata upate cheti, ukitembea tu hivi unajua wewe sio mzungu. That aspect will always haunt you. And will always want to come back to the roots. Go and read tafuta kitabu kinaitwa Roots. I have forgotten the writer. And read it. It is on Black American history. Vile watu wanatafuta identity yao. Alafu tunapofunza watoto lugha za kigeni bila kuzingatia lugha zetu za kina mama, huu ni ujinga. Kwa nini ni ujinga? Tumepotea kwa sababu identity ya mtu ndio ukwasi wake. Yani, okay, so for a moment, look at the most developed countries right now. Like China, Japan, Korea, Taiwan, Singapore. Tell me which language they use. They use their language that's ile kama ni wa China. Kwa nini wanatumia Kichina? Ni kulinda mila na desturi za jamii yao. Alafu wako wapi? Hatuwezi endelea kwa kuchiwekelea vitu ambavyo sio vyetu. Huo ndio ujinga ambao ulituingia, na ukianza kutafuta ndio tunaanza kuungamua saa hii. Tumeanza kuingilia ndani na kuona kwamba hapa tulipotelea huku. Tuko potofu katika tamaduni zetu. So ni vizuri kufanya mtoto wako aelewe anatoka wapi na yeye ni nani, kwa sababu of the social fabric and the sphere of influence of spirits. The spiritual world is real, iwe Ukristo, iwe utamaduni na nini. Ichapokuwa tunaipea majina tofauti, pepo chafu, pepo nini, lakini hizo pepo ziko wapi? Ziko. Kwa hivyo huwezi pea pepo cheti cha kuishi Amerika. Utazipea zote. Unazijua. Your people will always want you back. Unaona, kwa mfano katika jamii ya Wakisii tuna huyu mzee alitupigania kwa jumla, kwa wazungu walipoanza kututesa, kuchukua ng'ombe zetu na kufanya mambo ambayo hayakuwa mazuri. Kwa sababu ya ukali wake wakamkata kichwa wakachukua. Unajua kuna uhusiano wa vitushi ambavyo vinatendeka haswa kisiasa katika jamii yetu, ambavyo vinaenda huo mlengo, kwa sababu najua alikuwa anapigania sisi kwa jumla. Na hatujawahi kumfikiria. We can never be settled completely bila hiyo kichwa kurudi. Yeah, that spirit inasumbua. Itasumbua until irudi, izikwe kutamaduni, ndio Wakisii watulie. But remember, we are a very bright community, very bright. Yeah. Alright, tunapoendelea kusonga mbele, ikiwa kwamba unajua si kama nimejibu hiyo jamaa, lakini aelewa kwamba lugha yako ya mama ni kigezo muhimu sana, ni kipengele muhimu katika maisha yako. Na kuchifanya tu ujui ama uelewi lugha yako, your identity, huo ni ujinga wa kisasa. Si tunaona kwamba wengi, tuseme mimi nimetoka eneo hili la Gusii nimeelekea pale Marekani ama UK, miaka 2-3 ukinipigia simu nitakwambia nasikia Kikisii lakini siwezi nikazungumza, ili hali nimelelewa hapa miaka yangu yote. Na hilo ndilo jambo ambalo tumekuwa tukiliona kwa watu wengi. Hayo ni maisha potofu. Kwa ufupi, hayo ni maisha potofu ambayo hayana mwelekeo tunapoangalia nguzo za ujenzi wa itikadi na desturi na mila za utamaduni wetu.
Na basi tunapoendelea kushirikiana nanyi, kuwashirikisha katika mazungumzo, kurasa zetu zote pale tupo live, haswa ukurasa wa Facebook au na bila shaka YouTube utapata kama Ndizi TV Africa. Tupo live pale na utakuwa unazungumza nasi ukiuliza swali lolote lile kuhusiana na hiki ambacho tunazungumzia, ikiwa kwamba ni mila, desturi na vijana wa sasa. Na tunapoendelea kuna maswali mengi tu hapa. Kama lingine, huyu anaitwa Daddy Episo anasema kwamba je, mila zote zinafaa kubaki au zingine zinapaswa kubadilishwa? Inategemea, na kubadilishwa kwa mila ilikuwa ina uhusiano na wazee wa jamii husika. Kwa mfano tunapozungumzia kutairi ama kwenda chandoni kwa mtu, kama tunataka kubadilisha hiyo, hii ndio ionekane ya kisasa, bado tungetafuta njia ya kuibadilisha, lakini ibaki na yale mafunzo ambayo ilikuwa inafunza, ambayo yanaendeleza ujamii, utu wa itikadi zetu. Sijui kama unanielewa. Sasa kwa hivyo ukibadilisha, ulete sheria za kuachana na hizo mila bila kuelezea wahusika wenyewe jamii, basi unapoteza yale ambayo ni vigezo muhimu vinavyoweka hizi nguzo pamoja. Kwa hivyo jamii inasambaratika. Kwa hivyo kuna usambaratifu wingi sana katika mambo ya jamii, kuuliza hii ni mzuri, hii ni mbaya. Sasa kuna mchanganyiko maalum wa tamaduni na itikadi za watu tofauti zinagongana. Spirits are knocking all over, so there is no comfort zone katika mila na utamaduni za watu. Kuna mwingine hapa anaitwa Ndari, swali lake ni hili: niko Nairobi na nimepata mke ama msichana, tumependana, tumeoana, nimemuleta kwetu kwanza kabla ya kwenda kwao. Je, nimefanya kosa kulingana na mila na desturi za Omogusi? Uchafanya kosa vile unavyoona katika mila za kisasa na utamaduni wako ambao sio wa jamii. Kama ni wa jamii, kitu cha kwanza ungefanya ni kuona wazee wako na wake. Unaelewa? Kwa sababu ndoa si yako peke yako. Ndoa ni yako na wenu. Yako na wenu. Na huyo msichana pia ni yake na wao. Hawa ndio wanakubaliana na ujue wametoka wapi, kwa sababu ndoa, ukimtoa msichana katika ukoo wenu, hiyo ndoa haitakuwa mzuri kwa sababu ya damu. Unanielewa? So hiyo haitabarikiwa. Na ingekuwa ni vizuri kwanza mkijuana, uende kwao na yeye akuje huku, wazazi wajuane wanatoka wapi, na waangalie kama kuna uhusiano wote kabla ya nyinyi kufanya ndoa au hata kupata watoto. Muelewe nyinyi ni nani katika jamii. Hii mambo ya kukimbilia kuoa na kukaa bila kujua mtu huyu umemtoa wapi na watu wao ni kina nani, hapo sasa mambo yakianza kuharibika, kila kitu kinakuacha. And that is where we are. That is the problem we are facing with the young marriages right now. Most people come into agreements peke yao, lakini mambo ikianza kuharibika, sasa ndio wanaanza kutafuta wazee, waanze kuulizana maswali, and many marriages are breaking up even after a wonderful wedding. Hiyo ndio inafanyika right now. Swali lingine hapa, huyu anasema kwamba anaitwa Minyoya Umbu, ni jina la utani, amejiba pale. Anasema kwamba je, sisi kama Gen Z tuna haki ya kuunda utamaduni mpya wetu ule ambao tunaona kwamba unatufaa? Kuunda utamaduni si kitu cha mchezo. Utamaduni mpya inachukua muda. Traditions and cultures are brewed in a pot. The social pot. Sasa nitamueleza aje? Hii sio kitu unaamuka unasema mimi chenzi nataka kufanya hivi. Hapana. Kuna vile hata ukitaka kufanya hivyo kama chenzi, na hawa chenzi wengine wote wamo ndani. Na kitu ikitaka kubadilishwa lazima iwe inaenda na kila mmoja wetu katika jamii. Kama una huo uwezo wa kubadilisha vitu, basi badilisha.
Swali lingine hapa, huyu anasema kwamba anaitwa Lydia. Swali lake ni kwamba mimi natoka katika jamii ya Omugusi, lakini nimepata mume kutoka jamii ya Mkamba ama jamii ya Mkikuyu ama jamii ya Mkalenjin. Tamaduni zao na zetu kidogo azioani chila ambavyo tunafaa kuendana. Ni makosa kuolewa katika jamii hiyo? Hakuna kosa kuolewa katika jamii yoyote, ichapokuwa ikifika wakati wa tamaduni, nani ameolewa, nani ameoa, ule ambaye ameoa tamaduni zake zinafuatwa. So tuseme kijana wa kiume kutoka jamii ya Omugusi ameoa kutoka jamii ya Wakalenjin, basi tamaduni za Omugusi ndizo zitafuatwa. Katika harusi yao na katika itikadi zao na miko yote ambao watatenda, tambiko kila tambiko ambao watafanya itakuwa katika mila za Kikisii. Wale watakuja na mila zao kidogo za kumshindikisha ili apate malezi, waingize yule uhusiano. Unaona, uhusiano ukiwa wakitoka hivi wanatoka na yao yote, huyu msichana si Mkale tena, amekuwa Mkisii. Elewa hivyo. Hata iwe Western kwa mfano, tuchukue msichana huko tumlete kwetu, tabia ya kula kuku kwao hakuna, tutaachana na hiyo, kwa sababu hiyo si tamaduni na itikadi zetu. Kula kuku ni ndege na ni ndogo sana kwa jamii. Watu wetu wanahitaji kula mbuzi. Wachache kabisa, watu 5 wanamaliza mbuzi. Na mbuzi, parts za mbuzi zinajulikana, hii ni ya mzee, hii part ni ya bibi mkubwa, hii ni ya kambuzi kameisha. Watu wa uhusiano muhimu kama watu wa ndoa, wale ambao mnatengeneza that bridge of marriage, ni watu walikuwa wanashikiliwa katika hali ya juu kiheshima na kadhalika. Kwa hivyo sio mambo ya kuchezea, hatutabadilisha ulete utamaduni mpya wa kichenzi juu ya ndoa na vitu kama hivyo, haitawezekana. Alright. Kuna mwingine hapa, ni nambari tu ya simu naona pale imeisha na 88. Anauliza hivi, hata wazee wanapatiwa pesa mwezi mmoja wakati mwingine hawapati. Sijaelewa ni kipi kile ambacho anamaanisha pale. Nadhani kwamba alikuwa anahusisha hili na lile ambalo tulizungumza kwamba siku hizi watu kulipa mahari katika jamii nyingi wamebadilisha hilo. Hilo ni tendo potofu. Wamenilibadilisha, napata kwamba ni tendo potofu kufikiri kwamba pesa zitawakilisha ng'ombe. Kwa sababu ule uhusiano hautaonekana. Pesa, kila mtu akitoa pesa, sasa hapo kuna uhusiano gani? Mahari ilikuwa muhimu kwa sababu ile ng'ombe ikifika hapa, imeweka katika hili jozi letu hapa, ni muhimu sana kuitazama, inaleta uhusiano fulani. Nafikiri nimekuzungumzia kwamba kuna vitu ambavyo hata hatuwezi kuelezea, vinafanya uchihisi kwa namna fulani ukiwa pahali fulani. Pesa kila mtu anayo, lakini ukiona ng'ombe ya uhusiano na pesa ya uhusiano, ni kipi cha mwafaka? Ng'ombe. Alafu kuna umuhimu wa kutoa ng'ombe hata kama ni moja, lakini ya kuweka ule uhusiano pamoja. Na kuna umuhimu wa kufuatilia nyenzo hizo za utamaduni. Tukitumia pesa, hiyo ni biashara. Na ndoa si biashara. Mkifanyisha ndoa biashara, mambo yanabadilika. No wonder so many marriages where money is being used as a mode of bridge instead of cows and such. Instead of dowry. Najua dowry sio deni. Dowry, mahari ni kitu ambacho kinaleta a bridge between families. Uhusiano, kuleta uhusiano mwafaka katika jamii na ukoo fulani na ukoo fulani. Sio kitu cha kuchezewa. So ukireplace mahari na pesa, umeleta biashara. Umeweka biashara katika ndoa. Na ukiweka biashara inaweza kuwa ama iharibike.
Alright, tunapoendelea kusonga mbele, maswali yenyu naendelea kuyafuatilia. Huyu alikuwa anaitwa kama Moses, ndiye alimuuliza swali hilo, na ni swali nzuri tu umeliuliza pale. Siku hizi unapata kwamba kuna baadhi ya jamii ambazo zimebadilisha, instead upeleke ng'ombe pale kama ama mbuzi ama kondoo, jinsi ambavyo tamaduni na mila na desturi zipo, unapata kwamba mtu amebadilisha, anasema kwamba mwambie huo ni mwendo potofu. Hivyo ndivyo mzee Obino Nyambane amesema kwamba ametaja hivyo. Na kwingineko kuna swala hili wanataja kwamba kuhusiana na masuala ya kifo. Kuna matambiko huwa yanafanywa tofauti kufuatia ni chinza vipi mtu ameaga dunia. Kuna mtu atagonjeka aende hospitali, amelazwa hospitalini akufe. Kuna mtu atachinyonga, ajulikani kipi kile ambacho kimemfanya achinyonge. Kuna mwingine utapata amenyongwa, maybe walikuwa na masuala hapa na pale ya vile ambavyo jamii zinaishi, wamekosana wakapigana akauawa. Na tuanzie hili swala ambalo limesumbua watu wengi, ambao husema kwamba wakiwa katika kanisa wataambiwa masuala haya yashapitwa na wakati. Kama tunasikia kwamba omogusi kitambo, kama ni mtu amejinyonga, basi kuna matambiko yanafaa kufanywa. Siku hizi hayafanywi, na kama hayafanywi utapata kwamba ile jamii ambayo imebaki ya familia ile watakuwa wanaendelea kufanya kitendo kile tu, kujiua. Hata leo umejibu. Sasa Umejibu. Ni kipi kile ambacho kinapaswa kufanywa? Umejibu Geoffrey. Katika matambiko na utamaduni wa matambiko haya iko maelezo ya wazee juu ya kila kitendo. Kulikuwa na mpangilio wa kufunzwa haya mambo. Unapokuwa mtu, unapoenda chandoni, ulikuwa unaambiwa ukitenda kitendo hiki kitafuata, ukifanya hiki kinafuata. Sasa siku hizi vitendo vinafanyika lakini hatufuati majibu. Naona kwa sababu tumeyadharau, au kanisa imesema hilo limepitwa na wakati. Lakini utamaduni na itikadi na matambiko hayatapitwa na wakati, yataendelea kuwaumiza mkisema yamepitwa na wakati. Hilo jambo umeulizwa. Kwa mfano, mtu akijinyonga, katika utamaduni wetu kama Abagusi, kujinyonga ilikuwa kitu ambacho hutasikia kwa urahisi. Na ikifanyika inamaanisha kuna etanguche pahali. Etanguche ni kama kasi fulani. Na hiyo mtu kama huyo apewi heshima yoyote kwa masishi. Apewi. Na kuna mila ambazo zitafanywa, kuna matambiko itafanywa. Kondoo fulani iletwe, ijinjwe, na ili pepo za uhusiano huo wa kujinyonga utolewa katika jamii, uende na hiyo mwili. Bila hiyo kufanywa, hizo pepo zinabaki. Iwe ni kanisa, iwe ni nini, sitabaki. Usiombe. Kwa nini? Pepo kutoka zina njia za utamaduni. Na kuna njia za kanisa. Lakini jua hivi. Unajua bibiri? Mtoto amemwagiwa hivi bibiri. Utamuombea pone? Lazima wale kina mama wazee miaka yao imesonga. Kuna vile ambavyo kuna madawa watatafuta na wamuoshe kiasili. Kwa hivyo tuna mahusiano ya kiasili ambao huwezi badilisha na wakati na kanisa na masomo ama na kadhalika, kwa sababu ya uhusiano wake na mazingira, nature. Na ukumbuke kwamba most African communities lived harmoniously with the natural surroundings and environment. Na kuna vitu ambazo hatuna muda wa kuelezea because ni metaphysics, yani vina uhusiano wa hali ya juu na natural forces. Ziko tu hapo, tunaita pepo. In short, yani we cannot explain everything. That is true. Umesikia vitu kama amasangi. Una dawa, lazima ifanywe kienyeji ndio upone. Wengi wetu tunakufa hizo magonjwa ya tamaduni na mila na matambiko ya kiasili yetu bila kujua. Kuna wazazi wetu wametukosea, hatujui. Sasa watu wanajinyonga. Kuna vitu fulani vimefanyika, hatujui. Na
tunaenda kanisa tuna assume hiyo imepitwa na wakati, lakini tunaendelea kukufa na tunasema tumerogwa, tumechiroga. Na yale ambayo tumeyafanya against the community wishes. Wow. I think hilo limeeleweka vizuri kwa wale wote ambao wanaendelea kufuatilia. Na sasa swali lingine hapa, kuna huyu anajiita Clinton. Anauliza, sasa wazee na vijana wanawezaje kushirikiana kulinda utamaduni? Sasa tumeharibu. Tufanye nini? Wazee wanahitaji kuwa na uhusiano bora na watoto wao. Wazee wanahitaji kuja pamoja na kuleta uhusiano ule wa kuwa mtu na utu, ili kuchielezea kwa vijana wao na kuambia juu ya utamaduni na itikadi ambazo zina desturi mzuri za kufuatilia. Kwa sababu tusipofanya hivyo, jamii inaangamia. Tupende, tusipende. Yale ambayo tunayaona yanafanyika, watu wanauana ovyo ovyo juu ya mashamba. Kitambo mambo haya yakwa, lakini yanakuwa kwa sababu kuna vitu ambavyo hatufuati katika itikadi na utamaduni wetu. Kwa sababu kama ni mzee alikuwa na nyumba yake, alikuwa anajua bibi zangu ni fulani, shamba lake anagawia mabibi zake. Sio vijana. Lakini watu wanapigana siku hizi, hata kijana anaua baba yake juu ya anataka kurithi shamba. Sasa ukishamuua si unaenda jela. Hata hiyo tu. Yani that question hiyo tu. Na ukienda jela nani atarithi huo udongo? So kuna mambo mengine hata tuangalie kwa undani kabla hatujafanya. Ni kuwapa mwelekeo kwamba wazee na vijana tushirikiane katika mila na utamaduni wetu na desturi ambazo zinafaa kutulinda na kutuchunga against some odds that we cannot speak. They are spiritual and I cannot tell them to you unless they are on you. So ukuje huko pengine kwa wazee tuna vikao, siku hizi sisi tuna vikao. Ukikuja Humphreys Kiunganyo Culture Organization, tumeunda jamii ya wazee na tunafunza wale wanataka kujua, and the people are paying to be members and people are paying to listen to us. Tunawaelekeza yale ambayo yanaharibika katika jamii. Kuna mengi yameharibika katika urithi, katika ndoa, katika magonjwa. Na unajua magonjwa yakuwa mengi katika jamii yetu. Magonjwa yameletwa na vituko ambavyo tunafanya. Kama kwa mfano incest, kuoa ndani ya ukoo. Hiyo inaleta magonjwa mengi. Na kulikuwa na mbinu za kuyaondoa magonjwa kama, like I can give you an example of autism. Autism in our community was not there. Imekuja na incest. Na there was a way it was treated. You can talk medically, you can talk whatever, but when we have done research in the cultural perspectives, we understand it better. Na singekuwa zinafuatwa, hawa watoto wangekuwa vizuri. Wanakuwa vizuri haraka sana. Yeah. Alright. Naona kwamba muda wetu unaendelea kuyoyoma pale na dakika zetu tunazo hapa ni kidogo sana ili tuweze kutamatisha kipindi. Na lile ambalo kabla sijampa mgeni wetu ambaye ametuzaidia, na nilikwambia awali kwamba pale nikimuleta ni mtu akona usoevu, amejua haya mambo kwa kina zaidi kutuliko, ndiposa tukamleta ili atuweze kutusaidia haswa wakati huu, ili tuweze kuelewa ni kipi kile ambacho kinaendelea katika masuala ya mila na desturi. Haswa vijana siku hizi hatufuati haya maneno, tunaona kwamba ni ya wazee na ishapitwa na wakati. Sasa jambo lingine Bwana Obinu Nyambane, kabla tuchamaliza, ni kwamba tunaona baadhi ya jamii hapa nchini zinaendelea kukuza mila na tamaduni zao, na wanafunza hata utapata kila mwaka wameandaa warsha, vikao, wanafanya kila ambacho kilikuwa kinafanywa kitambo. Kama ni kuchinja, wanachinja, wanakula vile ambavyo walikuwa wanakula kitambo, hata pila sahani, wanapakuliana chakula vizuri. Tukiangalia jamii ya Wamasai wanafanya vizuri, the Ma community. Tukiangazia upande wa Wajaluo, mwaka uliopita Disemba walikuwa na wiki nzima ya kuonyesha tamaduni zao. We were there. Tukiangalia jamii ya Waturkana, huwa tunaona wanakuanga na Tobongirole, something like that. Huwa wanasherehekea. Pokot. Na Pokot pia wanakuwa. Kilifi, Michikena. Kila pale
Lakini tukiangalia jamii yetu ya Omugusi kwa ujumla, Jamii- tunaona kwamba hatujafanya vizuri. Jamii yetu ya Omugusi Aha. tunapenda kupokea wageni haraka kuliko kuchifikiria. Aha. We are very good people by the way. Na sasa tukipokea mgeni tunafikiri kila kitu about that mgeni na we believe very quickly. Sasa tuna welcome watu haraka sana. Na tukiwa welcome haraka pia tunachukua tamaduni zao haraka. Tunasahau zetu. Ni wakati umefika tuanze kuwa kama wengine. Tuchitambue kwanza, tuchipende kwanza, ndio tuwe na mwelekeo katika tamaduni zetu. Ndio tutakuwa na mwelekeo hata katika uongozi na yale ambayo tunafanya, na tutakuwa na mwelekeo hata katika vijana wa kisasa, na malengo ya jamii yanaweza fika katika uhusiano bora tukichunga itikadi, tamaduni na desturi zetu kama Omugusi. Aha. Naam, nipitie nione kama kuna jumbe zile ambazo zimetumwa hapa, nisome kwa haraka kwa sababu naona muda wetu pale umeyoyoma. Zile zingine zilikuwa katika 21575 nishazipitia na nimeuliza maswali hayo. Nadhani kwamba Bwana Moses umejibiwa swali lako vizuri sana, jinsi ambavyo mzee Obino Nyambane ametuelekeza hapa. Na upande huu mwingine wa Facebook naona Dadie Piso anafuatilia na swali lako limeshajibiwa pale. Basi lingine hapa ambalo tungelizungumzia la mwisho, unapotoa ushauri ama ni ushauri gani unaweza kuwapa vijana wa leo kuhusu mila na desturi, na vile vile na wazazi wao wafanye nini ili kuwalea vijana bila migongano ya kizazi? Unajua, swali hilo ni nzuri sana. Migongano ya kisasa ni lazima. Itachukua wazee, wazazi kuelewa watoto wao na kuanza kuwaelekeza, na hao watoto wakubali kuelekezwa, kwa sababu kitu cha kwanza ni heshima na discipline. Mtu akiwa disciplined atasikiza mzazi, na mzazi akiwa mzuri atamuelekeza, na hakuna mzazi angependa kuelekeza mtoto wake au mjukuu wake kwa njia potofu. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo tunahitajika kuyapata kutoka hata uongozi na viongozi, kwa sababu tuko wengi na vitengo ni vingi hata katika serikali ambavyo vina uhusiano na maswala kijamii. Maswala jamii ni mengi, lakini tamaduni zetu, wale ambao wanajikinga na kuingiliwa na mienendo ya wengine ambao sio wao, wako mbele. Wako mbele sana. Lakini wale ambao kama sisi, kama Abagusi, ambao tunapenda kukaribisha kila kitu bila kuchunchuka. Sasa kila kitu imetuingilia, tunaona hata vitu vyetu havifai, which is very wrong. Tuanche, tuanchwe. Tuchipende kwanza, ndio tupende na kuenda nje, na tutapendwa zaidi. Kwa hivyo mila na utamaduni, itikadi, desturi, mihiko na matambiko ya watu wetu ni lazima muyatazame na mtazamo mpya. Na tumeunda vikundi vya wazee kujaribu kuleta haya. Kwa hivyo katika vikao vyetu Mwanyagitinge Heritage Council, katika vikao vyetu Kionganyo Culture Organization, katika vikao vyetu Humphreys Conversation, International Conversation on Our Culture from Diaspora and Everywhere, tunataka huo uhusiano ushikiliwe ili tuweze angalau kuelezea yale ya umuhimu katika jamii na yale ambao yamefanya watu wengine wanakufa bila kujua. By the way, we are even requesting katika KTRH kwa mfano kuwe na kitengo na room ya kuwekwa mtu wa utamaduni, hata madawa ya kiasili. Ili ndo maiko sinu musira kusininki oriorwe umanywe, because that is part of the sickness in our community. Metese mwenye wetu ikotu wenete kutuaro monto or related with herbal medicine emete yeito. That is not the alternative. That is who we are. Na hapo kuna majibu mengi sana katika hospitali. Unanielewa? Hapo utapata majibu mengi, na hilo swala tunaendelea kuuliza serikali ambayo inatuongoza sasa wafikirie sana, ili tupate uwezo wa kusaidia jamii katika mienendo hata tabia
za watu tofauti tofauti. Wawe vijana, wawe wazee. Sio vijana tu wamepotoka. Wazee, kuna wazee ambao wamepotoka sana. Na ni wazee wenye uzito katika jamii. Na sasa unashtuka kwamba wanafanya kitendo ambacho ni cha aibu kwa jamii. Kwa hivyo vitu kama hivyo tunataka kuondoa kwa jamii yetu. Hayo ndio malengo. Yeah. Alright. Nadhani kwamba umeelewa zaidi, na wale ambao watakuwa wanafuatilia baadaye, kwa sababu matangazo ama kipindi hiki kinapeperushwa moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii pale YouTube na Facebook, na kitakuwa pale kwa muda zaidi hata milele. Wengine wakitaka kuangazia watapata. Naam, na sijui kama Bwana Obino Nyambane kuna jambo lolote ambalo uko nalo la kuzungumza la mwisho tunapofika tamati. La mwisho kwamba titi la mama litamu ngawa la umbwa. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba tujivunie utamaduni wetu, na tuanze kwa kujivunia lugha yetu, kwa kuitwa majina yetu. Tuwe na uhusiano na sisi. Tuwe na uhusiano na sisi, sio na wale. Tuchipendekeze, tusipendekezwe. Tuchipende, tupendwe. Tusipende bila kupendwa. Hapo tunapotoka. Kwa sababu hata kutokana na mazungumzo umeelewa ninachosema. Tenda utendapotendo liwe tendo la hekima. Linaloambana na mienendo na tabia zako, ili kutufurahisha kama jamii. Kwa sababu yale ambayo tunafanya, effects, madhara ni kwetu sisi. Hilo ndio ningependa kuongelea. Shukran sana, na tunashukuru zaidi, na hakika leo tunafika tamati kwa kipindi chetu siku hii ya leo, lakini nikueleze kwamba kuna mengi ambayo tumejifunza kuwa mila na desturi si kikwazo kwa maendeleo, bali ni mizizi inayotutambulisha sisi ni akina nani, ni wapi tunatoka, na ni sisi ni nani haswa. Tunashukuru sana mzee Mwalimu Obino Nyambane kwa hekima na mchango wako mkubwa haswa katika kipindi hiki cha leo, na asante pia wewe mtazamaji ambaye umekuwa ukifuatilia Ndizi TV Africa. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi, nami nitaja kwamba ni Nyakundi Morara. Nikikutakia siku ama nikikutakia usiku mwema unapoenda kupumzika. Tupatane tena panapo majaliwa, kwa kwamba tutaandaa tena kipindi kingine kama hiki wiki ijayo siku ya Jumatano. Nitakueleza ni kipi kile ambacho tutakuwa tunazungumzia wiki ijayo. Basi imekuwa ni kikao cha ndizi, na tunazungumza na tunajenga jamii. Hiyo ndio slogan yetu katika kipindi chetu, kwamba tunazungumza, tunajenga jamii. Hiki ni kikao cha ndizi. Tumefika tamati. Usiku mwema, tupatane wakati mwingine panapo majaliwa. Kwaheri, usiku mwanana.